Kijana mwenzangu, unisikilize kwa umakini. Hakuna kitu cha bure mahala popote duniani. Hakuna kitu ambacho kinapatikana kwa miujiza duniani ndio mtu aishi. Hakuna. Nisikilize kwa makini. Acha ndoto. Hakuna masuala ya kukanyaga mafuta ya upako ndo upate utajiri. Hakuna. Hata kwa akili yako tu ya kawaida ukae ujifikirie, je, kuna nani aliyekanyaga mafuta ya upako akawa tajiri? Maandiko yanasema asiyefanya kazi na asile. Mheshimiwa aliyepita kwenye awamu iliyopita kwenye nchi yetu hii ya Tanzania, awamu iliyopita hii, alikuwa na kauli mbiu inayosema hapa kazi tu. Na mheshimiwa aliyefuata akasema kazi iendelee. Manake hakuna mwanadamu mwenye ataishi kwa miujiza, ni kazi. Nikikurudisha nyuma kwa mtakatifu Mungu mwenyewe, alipomuumba mwanadamu akampa kazi ya kulima bustanini, ailime bustani na kuitunza, sio kulima tu, na kutunza. Yaani kulima na kutunza. Pamoja na kwamba Edeni ilikuwa ni nzuri sana, lakini alipewa kazi ya kuilima na kuitunza. Fanyi kazi. Yule mwanadamu yule alipopewa mwanamke ambaye ni mwanamke, neno linasema akamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kazi, kuna kazi. Ndio maana akaletewa msaidizi. Kuna kazi ambazo huyu mwanaume atalemewa, hawezi kuzifanya peke yake, kwa akaletewa msaidizi wa kufanana naye, sio mnyama. Sasa nataka niendeshe masomo ya ujasiriamali, unifuatilie kwa makini, utanielewa. Ninaloanza nalo saizi ni kuamini kile unachoenda kukifanya kabla hujakifanya. Sasa vijana wa siku hizi wanafeli wapi? Au watu wa siku hizi wanafeli wapi? Ni kuamini kitu wasichokijua. Kuna imani hizi mbili. Usipokuwa makini unaweza kuamini imani ya kitu usichokijua. Ukiwa makini unaweza kuamini kitu unachokijua. Chukulia mfano. Wewe hapo ulipo uwe haujawahi kusoma shule mahala popote pale. Yaani chukulia hujawahi kusoma shule mahala popote pale. Ikatokea fursa kuna mitihani. Sawa? Alafu ukaingia darasani kwa imani kufanya huo mtihani. Wakati umeingia darasani kwa imani kufanya huo mtihani, hauna idea yoyote na uelewi huo mtihani ni wa aina gani wala nini kinachoenda kutokea kwenye mtihani. Alafu mtihani huo ukatokea, kwa 100% utafeli tu. Chukulia una 200,000, ukaenda kuanza biashara ambayo hujawahi kuifanya wala hujawahi kujua inaendeshwaje, ukajiingiza tu kwenye biashara hiyo, ukaingiza 200,000 yote ngwa. Kwa vyovyote utaanguka anguko kuu na kupoteza hela yako yote. Chukulia hujawahi kufuga kuku, huna elimu nazo wala huelewi hizo kuku zinafugwaje wala taratibu za hizo kuku. Ukaenda ukachukua kuku mtaji wa shilingi milioni 1, ukajumua kuku kwa mtu tu ambaye ana mbegu nzuri na kuku wake ni wazuri tu, hawana shida yoyote, ukawajumua, ukaenda ukawajaza kwenye banda lako au kwenye chumba chako. Huna idea yoyote ya ufugaji, ukaanza kulisha pumba tu, pumba kama pumba na maji hivi ya kutosha. Bila shaka hao kuku watadhoofika na watakufa wote. Alafu utasema nina mkosi. Kumbe umeamini na umeanza kufanya kitu usichokijua. Kwa hiyo umejiangusha wewe mwenyewe kwa akili zako mbovu. Sio timamu tena, hapo ni mbovu hizo. Umeelewa? Sasa nitafundisha masomo ya ujasiriamali kuanzia ufugaji wa kuku mpaka biashara. Nitafundisha vizuri. Uendelee kunifuatilia masomo ninayoyaendesha, na usisahau kucomment, share na kulike. Umeelewa wewe? Ila masomo yangu nachanganya. Kuna sehemu nitafundisha masomo ya imani, mambo ya Mungu, na kuna sehemu ambayo nitaendesha masomo ya ujasiriamali. Umenielewa?
Sasa unifuatilie masomo yangu yote ya ujasiriamali. Ukiyafuatilia utafanikiwa. Umeelewa? Cha kwanza nimesema ni imani. Usiwe na imani potofu. Amini kitu chenye unaenda kukifanya una uhakika nacho. Unakielewa vizuri, ndipo uingie kukifanya. Bila hivyo usiingize mtaji wako kwenye kitu usichokijua. Unaweza ukajihisi una mkosi. Kuna vijana wengi tu wanapata hela tu vizuri, ni watafutaji wazuri, wanatafuta wanapata kwa maumivu makali sana. Inaumiza sana. Alafu unakuja kukuta kijana amepoteza hela zake, anarudi tena kwenye maumivu yale yale ya mwanzo. Miaka inaenda, umri unaenda, mwili unaanza kuhitaji kwamba hapa anahitaji mke anampata, maisha yanakuwa magumu zaidi, maana yeye mwenye tu peke yake alishindwa kujimanage. Anaweza kammanage na mkewe, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo unakuta familia hiyo imeangukia umaskini mkubwa sana. Lakini sio kama huyo kijana. Kuna vijana wengine mpaka imefika mara wameangukia wake ambao walikuwa sio type zao wala sio wake zao. Kijana mdogo anaenda kuolewa na mshangazi, lengo alelewe. Nini? Ameshaingiliwa na uoga wa maisha. Kwa nini? Alikuwa anafanya vitu ambavyo alikuwa hana imani navyo. Alikuwa kibashiri. Umenielewa? Hayo yote yanasababishwa na kuanzisha kitu chenye huna imani nacho. Kwa Kiswahili chepesi tunasema huna uzoefu na hicho kitu, unaanza kukifanya. Kwa vijana, nifuatilieni vizuri, na wote ambao mnahitaji kufuatilia masomo ya ujasiriamali, masomo ya injili, muendelee kunifuatilia kwenye channel hii. Sam Simai. Channel yangu ni Sam Simai kwenye akaunti yangu ya YouTube. Ukiandika tu Sam Simai, unanikuta chap kwa haraka. Unayapata masomo ya ujasiriamali, unayapata masomo ya injili. Nitaanza na somo la uandaaji wa mabanda ya kuku vizuri. Baada ya hapo nitakuja kwenye ufugaji wa bata mzinga. Nitakueleza mpaka vyakula vyake vizuri kabisa. Unifuatilie kwa utaratibu, utanielewa, na ukifanya nitakavyokufundisha, ukafanya kwa umakini, wewe lazima ubadilike katika maisha yako, na utanitafuta na utanishukuru. Kwa hiyo endelea kunifuatilia, usisahau kucomment, share na kulike. Washare na wenzio wote una share hayo masomo ili wenzio nao wabadilike. Usiwe na moyo wa ubinafsi. Wale wenye marafiki unao wa kushare washare, na wenyewe wapate kusikiliza, wafanyie zoezi. Nitafundisha masomo tofauti ya ujasiriamali. Kila mtu atagusa penye anaona anaweza kufanya. Usizani tu ni ya ufugaji, hapana, mpaka biashara. Kila somo lenye wewe unaona wewe hili mimi ndo naweza nikalifanya, utalifuatilia kwa umakini sana. Kwa hiyo unisikilize kwa umakini na uendelee kunifuatilia. Mungu akubariki unapoendelea kufuatilia masomo. Naanza na somo la uandaaji wa mabanda ya kuku.